Hello, mambo vipi mdau wa Moyo Talks, karibu katika chaneli yetu na usisahau kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata madarasa yetu pindi ambapo tunayatoa. Na leo nimekuletea darasa ambalo linasema makosa yanayofanywa na wanawake kwenye mahusiano. Katika mahusiano wanawake wanafanya makosa, lakini ni makosa ya aina gani ambayo ni hatari zaidi kwenye mahusiano? Basi kaa tayari ili niweze kukutajia aina ya makosa ambayo yanafanywa sana na wanawake, na makosa haya huwa yanaathiri mfumo mzima wa mahusiano yao. Aina ya kwanza ya kosa ambalo mwanamke analifanya kwenye mahusiano ni kuto kujua thamani yake. Yaani mwanamke kuto kujua thamani yako, wewe ni nani, nini ufanye, nini uongee, nini utende na kwa wakati gani. Hili ni kosa sana, kwa sababu usipojua thamani yako hakuna mwanaume ambaye ataiheshimu na kuijua thamani yako. Yaani kama wewe umeamua kuiweka thamani yako chini, basi mwanaume naye ataweka thamani yako chini. Ila wewe ukiamua kuweka thamani yako juu, mwanaume naye atakufuata huko juu uliko. Ukiwa kama mwanamke thamani yako unaitengeneza kuanzia utambulisho wako, kwamba wewe ni nani, wewe unafanya nini, wewe unataka nini, wewe utaki nini, wewe una maamuzi gani juu ya maisha yako. Na sio mwanaume aanze kukuamulia maisha yako, ama maisha yako hayawezi kwenda mpaka mtu fulani atoe go ahead ya kuendesha maisha yako. Hapo unakuwa ni mwanamke ambaye huijui thamani yako. Ukijua thamani yako huwezi kujiweka cheap. Kitu kingine ambacho ni kosa ambalo wanawake wengi wanalifanya wanapokuwa kwenye mahusiano ni kuwa tegemezi kupita kiasi. Ifahamike kwamba wanaume wanapenda wanawake wawategemee kwa sababu wanaogopa kupokonywa mamlaka yao ya kuwa viongozi. Ila mwanamke akiwa tegemezi kupita kiasi, basi ni kosa kwenye mahusiano, kwa sababu wanaume wengi huwa wanaona kero, wanaume wengi wanaona karaha, na wanaume wengi wakiwa na mwanamke ambaye tegemezi kupita kiasi huwa wanamtelekeza na kumwacha, kwa sababu wanaona ni mwanamke ambaye mzigo, hata siku asipokuwepo huyo mwanamke hawezi kufanya lolote lile kwenye maisha yake. Sasa hili ni kosa. Kama wewe umetengeneza maisha ya kuwa tegemezi kupita kiasi kwa mwanaume wako ama kwenye mahusiano, basi jua unafanya kosa kubwa, na ipo siku utalijutia hilo kosa, kwa sababu mwanaume ukiwa unamtegemea kwa kila kitu huwa anakuona ni mzigo kwake na anatamani kukutoa muda wowote. Sasa kivipi unaweza ukajiona kuwa wewe ni tegemezi kwa mwanaume kupita kiasi? Kwa maana kitu ambacho kinahusu maisha yako binafsi wewe huwezi kukiamua mpaka mwanaume akuamulie. Huko ni kuwa tegemezi kupita kiasi. Sehemu ambayo unahitajika wewe mwenyewe kutoa maelezo kwamba hiki kitu nakitaka ama hiki kitu sikitaki, unasubiri mwanaume akutolee maelezo, huko ni kuwa tegemezi kupita kiasi. Kwa sababu mwanaume katika akili yake anafikiria hivi, kama leo hii huyu mwanamke hawezi kufanya maamuzi pindi ambapo mimi sipo, ama hawezi kutoa msaada wowote pindi ambapo mimi sipo, vipi nikimwacha akiwa na familia? Hataweza kuiendesha hii familia kwa sababu ameshazoea kunitegemea mimi. Sasa je, mimi siku nisipo kuwepo ataishije? Familia itaiendeshaje? Kwa hiyo hapo mwanaume anaona akupige chini, aangalie mwanamke mwingine ambaye hatakuwa tegemezi kupita kiasi. Kitu kingine ambacho ni kosa wanawake wengi wanalifanya wanapokuwa kwenye mahusiano, na yaweza ikawa wao wenyewe hawajui bwana kama hili ni kosa, ni wivu na upelelezi kupita kiasi. Ndiyo, mahusiano yanahitaji kupelelezana, mahusiano yanahitaji wivu, mahusiano yanahitaji kujuana kiundani, lakini ukiwa unampeleleza mwanaume kupita kiasi ni kosa, kwa sababu ukiona kitu mtu amekuficha kwenye mahusiano, jua iko kitu haupaswi na hautakiwi kukijua. Sasa mkiwa kwenye mahusiano, ukiwa unampeleleza mtu kupita kiasi, unaingilia mambo yake ya usiri, na hili ni kosa, kwa sababu kama alikuficha wewe ukatumia njia ya kinyume ili kujua hilo jambo, kwa maana yeye mwenzako atajisikia vibaya sana, na katika akili yako wewe utamuona huyu mwanaume ni muongo, wakati yeye hakutaka kukuambia kwa wakati huo na hakutaka ujue kwa njia ambayo umeitumia kuijua. Sasa kwa wale wanawake ambao mmejipa cheo cha upelelezi kupita kiasi, yani unampekua mwanaume wako kupita kiasi cha kwamba yeye mwenyewe anakosa ile kujiamini anapokuwa na wewe, unakwenda kuua hayo mahusiano na unamfanya wewe mwanaume asiendelee kukutamani, kwa sababu yani unamuingilia katika mambo yake ya usiri. Unajua mwanaume naye na mambo yake ya usiri. Mwanaume anatakiwa kuwa mwanaume, na kitu ambacho kinamtambulisha kuwa huyu ni mwanaume ni mambo yake ya usiri ambayo mwingine hamshirikishi mwanamke. Sasa wewe unavyoanza kumpeleleza, unampekua, nijue kama alikuwaga na watoto, nijue maisha yake, nijue huko nyuma alifanya nini, ni kumkosesha uhuru mwenzio na kumnyima raha, kwa sababu hapo unaingilia mambo yake ya usiri. Na ukumbuke kila mtu ana uhuru wa kuwa na mambo yake ya usiri licha ya kuwa mko kwenye mahusiano. Ukiona jambo haujashirikishwa na mwanaume wako, usianze kumpeleleza kupita kiasi, kwa sababu utamkosa.
kosa, na hiyo tabia ukiwa nayo hata mahusiano mengine yatakushinda. Kitu kingine ambacho ni kosa wanawake wengi wanafanya wanapokuwa kwenye mahusiano yao ni kushindwa kuwasiliana kwa heshima na wanaume zao. Jamani, kuwasiliana na mwanaume kunahitaji kuwa na heshima, kuwa na stara. Haijalishi mwanaume amekukosea kwa kiasi gani, haijalishi mwanaume amekukwaza kwa kiasi gani, lakini linapokuja swala la mawasiliano unatakiwa kuwasiliana naye kwa heshima. Weka visasi vyako pembeni, weka kitu ambacho kimekukasirisha pembeni, kisha zungumza na mwanaume kwa heshima. Alafu baadaye utazungumza naye kile kitu ambacho kimekukwaza, kitu ambacho kimekukera, kitu ambacho kimekukosesha uhuru wa kuwa wewe ni mwanamke wake. Sasa kosa hili wengine wanalifanya katika mtazamo ufuatao. Imetokea sasa umeshaanza kumpeleleza mwanaume wako kupita kiasi, umejua mambo yake, ama labda mwanaume wako amekukera, kuna kitu amekifanya wewe kimekukera sana. Sasa unaanza kuongea naye kwa kumfokea, sio kumuelekeza ama kujielezea ili upate mawazo yake ama umsikie na yeye anasema nini. Wewe unaongea naye kwa kuanza kumhukumu kiasi cha kwamba yani wewe ni mkamilifu, wewe hujawahi kukosea. Sasa hili ni kosa ambalo wanawake wengi wanalifanya. Mwanaume wako amekukera, mwanaume wako amekukwaza, weka makwazo pembeni, kaa naye chini, zungumza naye kama rafiki. Mwambie baby, kuna kitu mimi sijakielewa, nahitaji unieleweshe, nahitaji ufafanuo mzuri kutoka kwako kipenzi. Atakuuliza kwa sababu umeongea naye kwa heshima. Kitu gani mpenzi wangu unataka kukijua? Labda nimeona sintofahamu kwenye simu yako, naomba unieleweshe ni kuna nini kinaendelea. Hakuna mwanaume ambaye unamsemesha kwa heshima akashindwa kukujibu kwa heshima, lazima atakujibu kwa heshima. Lakini fikiria unakuja unaanza kumwambia kwenye simu nimeona sijui kuna namba sijui ya mwanamke sijui ndio malaya zako sijui nini. Huyu mwanaume hawezi kukusikiliza. Tena mwingine anaweza akakuadhibu kwa sababu umefanya kosa. Ila kama unakuja unaongea naye kwa heshima, unamwambia mume wangu kuna kitu mimi sijakipenda, ulinifanyia 1 2 3. Mwanaume naye ni binadamu, mwanaume naye ana moyo, mwanaume naye ana utu. Atasema kweli naomba unisamehe mke wangu, hiko kitu hakitajirudia tena. Kwa nini? Kwa sababu umewasiliana naye kwa heshima. Kwa jifunze kuwasiliana na mwanaume kwa heshima, hapo utaweza kuepuka makosa ambayo wanawake wengi wanayafanya wanapokuwa kwenye mahusiano. Jitahidi kuwa mbali na vitu ambavyo nimekutajia, kwa sababu wanawake muda mwingine mnapokutana mnaambiana mimi lazima nimpeleleze mwanaume ili nimjue kinaga ubaga. Utapeleleza wangapi? Utapeleleza mambo yake mangapi? Utaweza kuyabeba? Utakaa nayo? Utayavumilia? Unaposhindwa kuwasiliana na mwanaume kwa heshima, wewe ni mwanamke wa aina gani? Utaolewa? Kuna mwanaume ambaye anapenda kuwasiliana na mwanamke kwa njia ambayo sio ya heshima? Hakuna. Kwa hiyo kuna muda natakiwa mwanamke ujirekebishe ili uweze kwenda sawa. Utabadilisha wanaume wangapi kwenye haya maisha kisa tu umegundua anakosa 1 2 3? Jibu lake hakuna jibu sahihi. Hakikisha una subscribe hii channel kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo tumekuandalia. Hii ni Moyo Talks, tukutane wakati mwingine.